Umechanganyikiwa. Bwana asifiwe. Nikikwambia roho mimi napanga kununua gari la milioni 400 sasa kukataa. Ila mimi naamini nitamiliki. I don't know itakuwa yeye nimetoa hela zangu au ni mtu. Yeye anachojua ni kwamba nitamiliki gari. Haleluya. Yaani lazima na hicho kitu anachokiamini. Unafanya mbona huna hela? Ndio sina hela lakini unanipangia jinsi ya kupata gari. Unanipangia. Unajua mimi na Mungu tumekubaliana nini? Unajua? Sasa kwa nini nipangie? Hiyo ni imani. Lazima uamini tofauti na watu wanavyoona. Watu wanaona nini? Watu wanaona nini kuhusu wewe? Amen. Watu wanaona nini kuhusu huduma yako? Hata kufocus na watu wanavyoona bwana, watu wenyewe wanaona nini wao? Mwanadamu anaishia kuona mita 100. Yaani mtu akisimama hapa anaona mita 100 na uwezo wako kuona unaishia hapa. Sasa wewe ambao unaona mita 100 unatishia nini bwana? Unajua mimi nikifanya nini baada ya mita 100? Unajua mimi ninachokifanya? Haujui. So we must believe. Ni lazima tuamini katika Mungu. Bwana asifiwe. Muujiza wako upo mbali. Hello? Muujiza wako upo wapi? Haupo mbali. Upo karibu. Na kinachotofautisha ni kiwango tu cha imani. Ongeza kidogo. Just increase a little bit. Kidogo tu. Ongeza. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Unatamani sana kufika viwango vikubwa. Amini. Ipo siku utafika. Wewe ni mhubiri, unahubiri, unatamani kufika viwango vikubwa. Amini kufika. Kama kanisa kwa umoja, tunatamani kuwa na sehemu yetu. Tunatamani kuwa na watu maelfu watakuwa wamekaa na tusikiliza. Unafanya nini? Kuamini. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe sio mshirika uliokaa hapa. Wewe ni kiongozi wa washirika wanaokuja. Kama muamini kivyako. Mimi nimemaliza. Amen. Namba 3, imani huleta ushindi. Imani yakwambia kuna uhusiano kati ya umoja na nini? Na imani. Umoja huleta nguvu na ushindi. Pia imani huleta ushindi. Ndio nakwambia imani, umoja huleta imani. Imani inadumisha umoja. Usichanganyikiwe. Umoja unaleta imani. Imani inadumisha umoja. Umoja unaleta imani. Imani inadumisha umoja. Tofauti na hapo ni ubatili. Haleluya. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huko ndipo kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu, kila mtu aliyempokea Yesu Kristo ameushinda ulimwengu kwa jina la Yesu. Na sisi kama kanisa la Gosheni tumewashinda maadui wetu. Kila adui anayeamini tutakufa amefanya nini? Tumemshinda kwa imani. Yaani hata wajipange. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Lazima tuamini zaidi tunavyoamini. Amina. Mtu asema umechanganyikiwa, mwambie ninaamini. Kwa vitu mtu akikwambia hapa, unajua kila mtu ana maono yake. Bwana asifiwe. Kila mtu ana maono yake. Sasa ukitaka maono yako watu wayaamini, umepotea. Amini maono yako kupitia Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mimi mwenyewe hapa nilipo na maono yangu. Na maono yangu binafsi. Sio mpaka uamini. Yaani mimi ukiniambia nikushirikishe na kushirikisha. Unaamini uamini ni juu yako, na mimi naamini. Amina. Mimi naamini. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shalom shalom. Kumalizia haraka, dalili za imani imara, dalili za imani imara. Namba 1, kusoma katika neno la Mungu. Namba 2, kutokata tamaa. Namba 3, kuishi kwa matendo ya haki. Namba 4, kuomba kwa ujasiri. Usiombe ukiwa na sita. Anasema katika Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14, na huu ndio ujasiri tulionao, ya kwamba roho tunaloomba kupitia Yesu Kristo tumepatiwa. Kwa imani imara ni kuomba kwa ujasiri. Unachokiomba omba kwa ujasiri. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna watu wamepoteza imani hata mafua hawezi kuyakemea. Kuna mtu yupo kanisani miaka 3, 4. Ukilala usiku, ukisikia tu mtu amepita paka amepita nyuma ya nyumba yako, dirisha lako, unampigia simu mchungaji, wewe mwache mchungaji apumzike. Acha mambo yako bwana. Wewe kuwa na imani. Kemea. Usimwokoka. Yaani kuna mtu akiona hata panya tu imepita anapigia simu, baba nimeona panya kubwa. Wewe panga nyumba yako, kama ni panya wa kiroho mkemee.
Acha kumsumbua mchungaji apumzike. Wewe saa 9 usiku unapigia simu unaona panya. Wewe. Yeye amepanga nyumba yako. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, kuna vitu vingine inabidi tuongeze viwango vya imani ili mtumishi wa Mungu baba yetu Pastor Francis apate muda kusema na Mungu aje aseme na sisi. Wewe umeona panya amekataa ndani mwako ushapiga simu. Niombee nimeona panya. Wewe si uombe. Una miaka 4 kwenye wokovu hata panya huwezi kukakemea. Nakemea. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama umekozika shemasi akupe maji ukanao uso urudi kanisani. Haleluya. Kama umekozika shemasi unamsaidia maji na nao uso unarudi kanisani tunaendelea. Hadi kuna malizia maana asije akashinda kunao maji akanifuata. Mimi mwenyewe na mwili mdogo. Asije nikatosha kwenye mkono. Haleluya. Amen. Ninasema dalili za imani imara namba 1, kusimama katika neno la Mungu, kutokukata tamaa, kuishi kwa matendo ya haki, kuomba kwa ujasiri. Imani imara, kuishi kwa matendo ya haki. Nini? Kuwasaidia wanaohitaji kusaidiwa. Tenda sasa na kile ambacho Mungu amekuamuru utende. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ukiimarisha imani. Namba 1, kusoma neno la Mungu. Naomba nikwambie imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Namba 2, kusikia mafundisho. Namba 3, kuomba mara kwa mara. Wale watu nimekwambia kuomba kiroho, kukua kiroho ni mchakato. Pia hata imani kuongezeka ni mchakato. Moja mchakato imani kuongezeka. 1, kusikia neno la Mungu. 2, mafundisho. 3, kuomba mara kwa mara. Wale ndugu zangu ambao tuombe mara kwa mara, tuanze kuomba. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuna desturi ya kuomba hata dakika 30. Unajua maombi ni kazi. Maombi ni kazi. Sio rahisi kuomba. Mimi nakwambia ukweli cha Mungu. Mimi nakwambia ukweli, yani kuomba ni kazi zaidi ya kazi yoyote ile. Amina. Wewe kila siku amke saa 8 usiku unaomba. Wewe. Kuomba ni kazi. Kuomba ni nini? Ni kazi. So, na ili tupate matokeo inabidi tuombe mara kwa mara. Na ili imani zetu ziongezeke inabidi tuombe mara kwa mara. Na Mungu mwenyewe alijua. Yaani Mungu alivyo kwa ajabu. Mungu alijua kitu kimoja, sawa? Amen. Mungu alijua mwanadamu anapenda vitu vya bure. Sawa? Hiyo sio wanadamu tunapenda vitu vya rahisi. Sasa Mungu akaweka kanuni ili mtu ampate kumsubiria Mungu. Kanuni ni moja tu, kuwa mtu wa maombi. Na maombi ni kazi. Kwa Mungu akapunguza idadi ya watu ambao unajua watu wengi wanapeni akatengeneza hiyo ni system. Ukitaka kuwa mtu mwenye nguvu za kiroho ili umpate Mungu lazima uombe, ufunge na kuomba. Na wanadamu Mungu anapenda vitu vya rahisi. Mtu baba naomba niseme jambo moja. Mfano, ukitaka kuona binadamu walivyo rahisi. Mfano baba yetu akipigiwa simu na kila mshiriki ampigia simu baba anapokea anaongea naye. Anaona ni rahisi sana kumpata mchungaji. Haleluya. Yaani anaona ni rahisi sana yani. Akijisikia tu kupiga simu. Lakini akiweka sheria bana mimi yani kumpata na kuwa ngumu. Heshima na kuwepo. Unajua watu wengi wanapoteza heshima kwa mtu kama mtu anapatikana kwao. Na Mungu alijua hao watu nikipatikana kwao watanidharau. Ndio maana akaweka ili umpate Mungu lazima uombe. Gharama. Ulipe gharama. Bwana asifiwe. Haleluya. Lipa gharama ya kumpata Mungu. Wataniona. Amen. Haleluya. Kwa hiyo uhusiano wa umoja na imani. Umoja huimarisha imani na imani huendeleza umoja. Kanisa lenye umoja bila imani ni dhaifu. Kanisa lenye umoja bila imani ni dhaifu. Na lenye imani bila umoja lina migawanyiko. Haleluya. Umoja huimarisha nini? Imani. Na imani huendeleza nini? Umoja. Kanisa lenye umoja pasipo imani nini? Ni dhaifu. Na kanisa lenye imani pasipo umoja huleta nini? Mgawanyiko. Ndio maana nakwambia hizi ni nguzo imara za kuimarisha kanisa. Kanisa lolote lile linalokuwa na unaliona limekomaa vitu viwili, imani, umoja, kinaongezeka cha tatu upendo. Amina. Halo. Amen. Imani, umoja, upendo. Tofauti na hapo hiyo kanisa sio imara na lina hengeni. Amina. Lina hengeni. Kipatikana kitu kidogo tu limedondoka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa nahitimisha kwa kuambia kwamba kanisa lenye umoja lina nguvu. Nahitimisha kwa kuambia kwamba kanisa lenye umoja lina nguvu. Kanisa lenye imani lina ushindi. So nguvu ya Gosheni mahali salama ni umoja uliopo ndani ya kanisa. Narudia tena unisikie mtu wa Mungu.
Nguvu ya Gosheni mahali salama ni umoja ulipo ndani ya kanisa. Na ushindi wa Gosheni mahali salama ni imani walionayo wana wa Gosheni kwa Mungu wao. Bwana asifiwe. Kanisa lenye umoja lina nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kanisa lenye imani lina ushindi. Walipatana watu wasiopungua 40 kwa umoja wao, wakasema hatutakula wala kunywa mpaka tumemuua Paulo. Maadui mko nje wana umoja wao, wamejiapiza hatafanya AB. Kuna watu utakuta huko, kuna mtu utakuta, kuna watu kwanza unashangaa wajengi, sio kwamba wana hela, wamejiapiza hatujengi mpaka kisha Gosheni imeporomoka. Sio kwamba wana hela, wanazo za kujenga, lakini kuna maapizo wameapiana. Sasa kanisa kama wenyewe wameapizana huko, tukikosa umoja tumeangamia. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, mchawi anayekuzidi umoja anakuua. Wachawi wakilishinda kanisa umoja, kanisa limeangamia. Kuwa na Yesu haimogopeshi mchawi. Je, wewe Yesu wako unayesema unaye anakutumia? Yesu hafanyi kazi kwa utengano, anafanya kazi kwa umoja. Anasema yeye na Baba wao umoja. Kitabu cha Yohana, ngoja nisome kitabu cha Yohana ili unielewe mara moja. Baba samahani kwa kuna muda. Unisamehe sana Baba. Kitabu cha Yohana sura 17 mstari wa 22 namalizia. Anasema nani utukufu wanipa? Nimewapa wao ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Yesu na Mungu walikuwa na umoja. Na ndio maana Yesu alifanya vitu vya ajabu. Alikuwa na nguvu kwa sababu ndani yake kuna umoja kati yake yeye na Mungu. Na akatupatia utukufu ili na sisi tuwe na umoja, akaturithisha nguvu ya umoja. Power of unity. Pasipo na umoja, hata watu walipo kwenye familia wanajua. Mimi sipo kwenye familia, sipo kwenye ndoa, sisi nikajua. Lakini wazazi wote walipo kwenye ndoa wanajua siri ya umoja katika ndoa zao. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 So namaliza kukuambia mtu wa Mungu, Mungu amenipa neema. Nimekuwa mwalimu wa semina ya kutimiza miaka 8, kuanza miaka 8 ya huduma ya Gosheni. Na ujumbe wangu kwenye hizi siku za semina ilikuwa ni 2. Uwajibikaji na kuhusu nguzo imara za kanisa, umoja na imani. Na mimi nawaombea kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunapoanza kanisa, linapoanza mwaka wa 8 wa huduma, kila mmoja kawajibike sawa sawa na wajibu walionao. Na kama kanisa tukiwa na umoja na imani kwa jina la Yesu. Kama kanisa tukiwa na umoja na imani kwa jina la Yesu. Sifurahishi na mnapopokea. Kama kanisa tukiwa na umoja na imani kwa jina la Yesu. Tukawajibike. Tukawajibike. Mzee wa kanisa wajibika. Shemasi wajibika. Mwalimu wa watoto wajibika. Mwalimu wa kwaya wajibika. Presidenti wajibika. Wapiga vyombo wajibika. Kila mmoja wajibika kwa jina la Yesu. Kila mmoja wajibika kwa jina la Yesu. Pokeeni roho kuwajibika. Pokeeni roho kuwajibika. Receive a spirit in Jesus name. Na umoja ukawe juu yetu kwa jina la Yesu. Spirit of unity ikawe juu yetu. Roho umoja. Roho umoja. Roho ya imani. Tukaamini kwamba tunamtumikia Mungu. Na yeye anatupatia thawabu. Mungu sema kwa miguu yako. Sema kwa miguu yako mahali ulipo. Ratapa yede bebe radaba zedelea. Rika papa. Radaba redebe zedelea. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtakatifu Mungu, nakushukuru kwa neema yako na kipawa chako na kibali chako. Nakushukuru Baba kwa kunipa neema kwa mwalimu wa semina katika mahali hapa, mfalme wa amani. Imekuwa ni kumbukumbu nzuri kwangu kwa neema yako. Nimeshiriki katika semina hii ya kufundisha watoto wako. Ulitupatia ujumbe wa wajibikaji. Na leo tupatie ujumbe wa umoja na imani. Nasi kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunaitisha roho ya kuwajibika. Tunaitisha roho ya kuwajibika. Tunaitisha roho ya kuwajibika. Tunaitisha roho ya kuwajibika. Tukawajibike. Tazama viongozi wa kanisa. Tazama viongozi wa idara. Tazama washirika wote. Tazama raia wote wa ufalme wa Mungu waliopo mahali hapa Bwana.
Ninaitisha roho ya kuwajibika. Ninaitisha roho ya kuwajibika. Ninaitisha roho ya kuwajibika. Spirit of accountability. Spirit of accountability. Spirit of accountability. Come upon us. Come upon us. Come upon us. Joy juu yetu. Joy juu yetu. Joy juu yetu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Roho ya umoja. Umoja uliopo mahali hapa ukaongezeke mara 7. Imani iliyopo mahali hapa ikaongezeke mara 7 kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Receive in Jesus mighty name. In Jesus mighty name we pray. Amen. Na malizao wakumbusha watu wa Mungu, uwajibikaji ni msingi wa kukua kiroho. Na malizia kwa kukumbusha watu wa Mungu, uwajibikaji ni msingi wa kukua kiroho. Umoja na imani ni nguzo ya kuimarisha kanisa. Umoja huleta nguvu, imani huleta ushindi. Kanisa lenye umoja na imani haliteteleshwi na milango ya kuzimu. Mungu mbinguni awabariki. Asante sana Baba. Nashukuru kwa nafasi. Amen. Makofi mengi na vigelegele, mafundi mitambo. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Makofi tena jamani kwa Mungu wetu. Mungu wetu awabariki. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kwa kweli tunajisikia vizuri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mniandalie vyombo vya sadaka, tuweze kutoa sadaka, alafu tujiandae kwa ajili ya sherehe sasa. Amen. Ninaamini fundi mitambo, naomba sauti zangu zirudi mahali pake. Na ninaomba wale viongozi wangu wanaosimamia ibada wale, naomba msogee karibu, mtuandalie mazingira sasa tayari kwa ajili ya sherehe. Ile ibada yetu ya pili iweze kuanza moja kwa moja kwa sababu tuko nyuma sana ya wakati. Naomba niongezee sauti tena maiki. Yes. Naomba tafuta sadaka yako mahali ulipoweka, tuweze tukaenda tukamtolee Mungu. Na naomba sana viongozi wangu msikae mbali. Sasa ni saa 7 kasoro dakika 22. Ndio. Kwa ninaomba msikae mbali, nisianze kutafuta mtu. Haleluya. Amen. Na mtupe mpangilio mzuri jinsi gani ibada yetu tutaiendesha. Angalau nimesema saa 7 Karibu kwa ajili ya kutoa sadaka kama ratiba inavyosema. Twende na muda kufikia saa 7:30 mambo yote yawe yametamatika. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, Mama kinara tuweze. ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. 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 Ametenda
Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla tujahitimisha ibada ya kwanza, ninaomba tuweze kumshukuru Mungu. Fumba macho mahali ulipo. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunayo sababu ya kukushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mkono wao walionyosha ili kukutolea Bwana. Ninaomba ukabariki sadaka zao, ukabariki mahali walipotoa. Neema yako Bwana ikawa pamoja nao. Katika jina la Yesu Kristo ukawaongoze na ukawabariki na ukawaneemeshe. Na naohitaji chochote kutoka kwako, Bwana ukawapatie. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba kushukuru. Amen. Amen. Toka tukati dakika moja. Kama kuna mtu amekuja na sadaka yake ya fungu la 10, anaweza kasonga mbele mara moja tutoe. Please. Karibuni. Kama kuna mtu amekuja na sadaka yake. Naomba nirudishe kipindi kwa viongozi waweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawapenda katika jina la Yesu. Amen. Na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Karibuni tufurahi na tusherehekee wote kwa pamoja. Amen. 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 Ninawapenda katika jina la Yesu. Amen. Karibu viongozi, mtupe utaratibu na Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Amen. Turudi tu Lucy mara moja. Amen. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hebu funga mkono wako sasa. Funga mkono wako. Hebu mpe jirani yako tamwambie wow. Wow. Hebu mwambie na kulia wako kwamba wow. Wow. Mwambie ilikuwa tunakula rohoni, sasa tumehamia wapi? Haleluya. Sasa tunawashukuru Mungu kwa ajili ya ibada iliyoisha. Ratiba yetu tunaitamatisha ibada ya kwanza, tunaingia ibada ya pili, tunalisali moja. Na niko hapa kwa ajili ya kumleta MC kwa sababu kuna sherehe isiyokuwa na MC. Haleluya. Haleluya. Viongozi wangu wa kanisa naomba tusimame. Viongozi naomba wasimame. Njoni viongozi niwatambulishe ili kama mtu anakuwa na jambo lolote apate kuwaona. Viongozi wa kanisa. Amen. Alafu ni kuache watu wa celebrate. Nianze na kiongozi upande wa huku si ndivyo Bwana Yesu asifiwe. Miaka 8 ya Gosheni oye. Mungu awabariki sana, nimefurahi kuwaona. Kwa majina ninaitwa Tumaini Samson Mkamba, katibu wa mahali hapa Gosheni mahali salama. Ninawakaribisha sana, ninawapenda sana. Karibu. Tumependeza mpaka mnajionea wingi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Nimefurahi kuwaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Kwa majina yangu naitwa Witness Piusi, ni mwazina wa mahali hapa. Nawapenda sana. Karibuni sana. Mbarikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mungu awabariki nyote kwa kufika kujumuika nasi kwenye sherehe hii ya miaka 8 ya huduma ya Gosheni mahali salama. Kwa majina naitwa Camilius Fadhili Salehe, ni shemasi kiongozi, nimeokoka na mpenda Yesu. Karibuni sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu awabariki wote kwa kusherehekea huduma ya miaka 8 mahali hapa. Mimi niliyesimama mahali hapa ni mzee msaidizi wa mahali hapa.
Mungu awabariki, muendelee kuwa na moyo huo huo, tujenge pamoja mwili wa Kristo. Amen. Na mimi acha nisogee mbele kama walivyofanya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Anthony Mwita, mkoa wa Mara. Nimeoa na watoto, mwingine huyo hapa anakuja, huyo aliyenikamata suruali. Haleluya. Mimi ni mzee, niko mahali hapa natumika pamoja na viongozi wenzangu na mchungaji wetu. Baada ya kusema hivi, Mungu abariki. Naleta taarifa maalum kwa ajili ya MC. Karibu kwa ajili ya taratibu, tunalisali moja kwa ajili ya utekelezaji. Mungu awabariki, kila moja ajisikie nyumbani. Karibu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Makofi na vigelegele Yesu. Haleluya. Tunawakaribisha wote kwenye sherehe hii nzuri kabisa ya kusherehekea miaka 8 ya huduma ya kwetu Goshen. Mungu ni mwema kwetu, ametusaidia, ametukuza, ametuweka mpaka siku ya leo. Tunawakaribisha kila mmoja, watoto, watu wazima, karibuni sana 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 sana. Karibuni hapa, tutakula, tutakunywa, tutasherehekea. Ninaomba praise and worship dakika 2. Praise and worship dakika 2 hapa. Praise and worship. Chap chap. Vijana wa Yesu. Na MC wako leo atakuwa Madam Lucy au MC Black Beauty. Ninaenda kwa jina hilo, ninaitwa MC Black Beauty au Madam Lucy. Ninasali mahali hapa, ninafanya huduma mahali hapa, ni kwenye timu vijana. Haleluya. Mungu awabariki sana. Tuingie hapa chap 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 chap. Chap chap. Oh, oh, Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Chap chap. Haleluya. Tuchangamshe mwili kidogo jamani. Kidogo tu, alafu tuendelee na masuala ya tumbo. Haleluya. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Kibali wangu naomba vitu haraka kidogo. Kidogo 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 kidogo. Niongeze hiyo tempo. Tap 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 tap.
Vijana wa mahali salama.
tunawasubiri wazee wetu jamani. Najua wazee lazima wajiandae vizuri. Lazima wapate muda. Haleluya. Wewe weke hapo keyboard hapo chap chap. Waimbe wimbo mwingine alafu tunawasubiri wazee wetu. Tunawasubiri nyinyi tu wazee wetu. Na tena makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Amina. DJ leta makombolelo hapo. Watumishi wa Mungu wakiwa wanasogea mahali hapa na mejiana. Haleluya. Tusimame kwa ajili ya kuwapokea watumishi wa Mungu. 1, 2, 3, 4. Tusimame wote jamani. Haleluya. Wazee wangu karibuni Mr. and Mrs. Joshua Mwakilendo. Makofi na vigelegele kwao. Hao ni watumishi wa Mungu. Makofi na vigelegele kwao. Haleluya. Vijana, nisikie kelele na shangwe.
Asante sana DJ wangu. Wazee wangu, nadhani mmeona vijana wamekuja na shangwe kabisa, na kama kiongozi wao nimekuja kwa kabisa hapa hii keki, lakini wazee wangu samahani, hii keki si wapi, nimeambiwa ni safi bila kitu chochote. Unaelekea hawa vijana wamesema mfuko wao haujatuna, mfuko wao kwa kweli hauna kitu. Hauna kitu kabisa mzee. Tupo hapa mbele zako kama vijana wako kwa kukabidhi keki, lakini utufikirie baba. Mafoki na vigelegele. Mafoki. Bado na viatu. Bado na viatu. Baba jampa mama. Baba ndo amempa mama. Baba jampa. Baba ndo amempa mama, nimeona. Mimi nimekubali. Bado na nywele. Nywele. Mimi nimekubali. Ndio wiki ijayo.
kabisa. Wote wakae, wote waonekane, msisukumane. Msisukumane. Usimsukume mwenzio. Ya mwisho kabisa, alafu tunakata keki chap chap kwa ajili ya chakula. Waimbaji wote walioshiriki nasi siku ya leo, waimbaji binafsi walioshiriki nasi, waimbaji waimbaji wote, waimbaji wote. Amina. Mungu awabariki sana. Picha yetu itakuwa ya mwisho hiyo, alafu tutaenda kwenye kukata keki. Karibu mtumishi wa Mungu. Karibu kwanza upige picha hapo. Amina. Amina sana. Amina sana. Asante sana baba. Tunaanzia mara moja. Tubariki sana baba mzee wangu. Hakuna Mungu kama wewe Jalla. Asante sana. Karibu karibu. Wazazi wangu, naomba msaidie kufungua hii keki. Msaidie kufungua hii keki. Amina sana. Makofi na vigelegele kwa jambo hili zuri la baraka kabisa. Amina. Mama, nisaidie kuinua hicho cha juu. Hicho cha juu tu. Makofi na vigelegele kwetu. Haleluya. Asante sana. Asante sana. Wazazi wangu, hicho kisu, useme jambo hapo, mwambie Mungu kitu. Madam D, nakuomba Madam D. Asante. Madam D, usitoke. Simama pale. Nitakuhitaji. Wazazi wangu, naomba mchukue hicho kisu, mwambieni Mungu kitu kwa miaka hiyo. Mwambieni Mungu kitu kwa miaka hiyo mingi mliotimiza pamoja kwenye huduma, ikiwa na watoto wazuri na warembo na vijana. Mungu mwema sana kwao. Asante sana. Madam D, naomba unisaidie kukata vipande vizuri kabisa kwa ajili ya wazee wetu hapo. Kwanza wazee wangu ndiye mtajirisha kwanza nyie. Alafu baada ya hapo atakuja mwakilishi wa wazee wa kanisa. Alafu atakuja mwakilishi mmoja wa Upendo Family. Atakuja mwakilishi mmoja wageni kwaya. Atakuja mwakilishi mmoja wa Mafuta Mabichi. Atakuja mwakilishi mmoja wa Nyota Njema. Tuna kwaya nyingine inaitwa Nyota Njema mahali hapa. Baada ya hapo atakuja mwakilishi mmoja
kwa ajili ya wanakanisa wengine wote, alafu baadaye mimi kutakuwa pia na wachungaji na watumishi wa Mungu, lakini tutaenda kwa protocol. Sema protocol. Protocol. Nimetaja tu lakini kuna protocol. Nani anaanza, nani anafuata? Ila wataanza wao wenyewe, alafu watumishi wa Mungu, alafu wazee wa kanisa, alafu wana familia wa upendo na wengine watafuata. Amina. Amina sana. Marudi changamsha mkono kidogo mpendwa. Asante. Wakati wanalishana wazee wetu tunapiga makofi na vigelegele kwa ajili yao. Maana wamepiga hatua kubwa sana mpaka hapo walipo. Na Mungu amefanya kwa ajili yao. Haleluya. Makofi na vigelegele kwa ajili yao. Jipongezeni. Sema asante kwa kuwa na mimi. Asante kwa kunisaidia safari hii iwe nyepesi, iwe rahisi. Kwa ajili yako nilichukua pamoja na wewe nikifanya. Haleluya. 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 Mungu mwema sana. Kama mwalimu. Mungu mwema sana. Mungu mwema sana. Mungu mwema sana. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kumketi. Karibu. Karibu kwa ajili ya kushare na sisi ya mwalimu. Amina. Asante sana. Baada ya mtumishi wewe karibu sana. Amina. Makofi na vigelegele. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kushiriki huduma hii pamoja nasi. Asante kwa kutufikiria wale tuliokuwa tunahitaji. Karibu mtumishi wa Mungu. Baada ya sasa nitawapa nafasi ya kuendelea. Naomba mwende wote. Karibuni sana. Upendo family. Let's go. Hallelujah. Wote wa kanisa. Wote wa kanisa. Asante sana DJ. DJ, nitakupa keki lakini utakuwa wa mwisho. Kwa sababu haunisikizi. Wazee wa kanisa, wazee wangu. Mungu awabariki sana. Karibuni keki wazee wangu. Karibuni sana. Makofi na vigelegele kwao. Haleluya. Amen. Kuna mchungaji hapa. Mama, siku nyingine ukija, mama. Siku nyingine ukija mama. Tunakomba pia. Upenda nini? Tunasahau. Tunasahau mama. Haleluya, makofi kwa Pastor Anita. Mwimbaji mzuri sana na mama mchungaji aliye na maneno mazuri, magumu lakini mazuri. Haleluya. Amina sana. Asante sana. Asante sana. Upendo family pia mnakaribishwa sasa. Baada ya hapo ninahitaji mwakilishi mmoja wa kanisa na alafu mwakilishi mmoja wa majirani. Nimeona majirani, mwakilishi mmoja wa kanisa. Asante. Asante. Nimepata taarifa kwamba tuna ugeni wa serikali mahali hapa. Mjumbe wetu ametufikia mahali hapa. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Karibu mjumbe pamoja na mke wako. Karibu sana. Karibu sana mjumbe wetu, tunakupenda. Tunakupenda sana mjumbe wa mtaa wetu huu. Hatuwezi kukusahau. Karibu sana. Karibu. Karibu sana. Karibu sana. Makofi na vigelegele kwa serikali. Haleluya. Watu wa muhimu sana hawa. Ni watu wa muhimu sana hawa kwetu. Watu wa muhimu. Karibu sana. Hey!
jirani mmoja na mwakilishi wa kanisa mmoja. Mama Daji, naomba uje mwakilishi wa kanisa. Mwakilishi wa jirani, mama mzee hapa unisaidie. Mmoja. Mwakilishi wa jirani. Madam Amina. Esther, nisaidie mtoto mwakilishi wa watoto mmoja. Amina sana. Mwakilishi wa vijana atakuja mzee Piusi, baba Piusi. Utawakilisha vijana. Na kwa wadada atakuja Auntie Mary utawakilisha vijana. Auntie Mary atawakilisha vijana. Nichagulie mtoto mmoja kwa. Asante. Na waimbaji atakayewakilisha ni mwimbaji wa Mungu, mtumishi wa Mungu Ezra. Mtumishi wa Mungu Ezra atawakilisha waimbaji. Haleluya. Haleluya. Watu wangu wa jikoni, naomba mnipe taarifa inayoeleweka. Mpaka sasa hivi sijapata taarifa yoyote kuhusu jikoni. Haleluya. Hey, kwani huyu mama amekulaje? Mama huyu amekulaje? Yeye amekulaje? Yeye alitachaguliwa sana ndogo. Kwani huyu dada amekulaje? Kwani huyu dada amekulaje? Haleluya. Asante sana DJ. DJ, kimbia hapa chap 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 chap. Kimbia. 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 Alafu akiwa anakula DJ, namuomba mama. Mwenyekiti wa maombi, mwenyekiti wa mama anambea ulinzi sana huyo mama. Mama kimbia hapa chap chap. Mama kimbia, tunakusubiri. Mama Nehemia. Mwenyekiti wa mama kimbia. Baba amekataa. Nehemia. Joeni wote. Ukuje. Nimepewa maelekezo yako mama, nimepewa maelekezo yako. Njoo uyachukue hapa, njoo. Tumekuelewa. Njoo. Uyachukue maelekezo yako hapa. Njoo. Mama Gati na wewe pia. Mama Gati pia na wewe. Karibu sana. Tunamaliza namna hiyo. Namna hiyo. Tunamalizia. Asante sana. Tunamalizia namna hiyo. Karibu sana mama. Katibu wetu wa mama amependeza kabisa. Asanteni wazee wangu. Mungu awabariki sana. Naomba mpite mwende mpumzishe pale. Hii keki naomba. Wengine wote tutakula hii keki kwenye chakula. MC amepromise. Kila mtu atapata kwenye chakula. Tutaikuta pale. Mungu awabariki sana. Tukiwa tunaendelea, naomba watu wa chakula nipe mpangilio. Chap. Naomba dakika 10 tu. Dakika 10 tu watu wa chakula. Chakula kiwe kimesha wekwa mahali pake. Vijana wote, vijana na waomba backstage huku. Vijana wa mahali hapa, nisikutaje jina. Nadhani kuna mtu anasubiri jina lake litaje. Kule wote vijana niwakute kule nyuma sasa hivi. Yesu asifiwe. Tumshangilie Mungu. Haleluya. Mtumishi wa Mungu kafundisha kwa habari ya umoja, lakini kagusia kwa habari ya upendo, na huu ndio upendo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema watu wasiopatana hawawezi kwenda kwenye njia moja.
Maanake tumepatana, tumeweza kwenda kwenye njia moja. Haleluya! Leo hii unavyoiona Goshen, mchungaji au baba kama baba hawezi kuwa baba pasipo mama. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana mwaka wa kwanza ningekata tamaa, mwaka wa pili ningekata tamaa, wa tatu nadhani hata jina Goshen lingekuwa limebadilishwa kwa sababu mama hayupo. Haleluya! Katika hili najipongeza mwenyewe. Haleluya! Najipongeza kwa ushindi wa kuendelea kuvumilia, na naweza nikakosa muda wa kushukuru, lakini na kila sababu ya kumshukuru Mungu. Haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo sio rahisi kuishindia miezi 9 na ukapata mtoto, basi kwa miaka 8 sio rahisi. Haleluya, haleluya. Safari ilikuwa ngumu na ndefu, lakini nataka niongee kitu kimoja. Wamama ni jeshi kubwa, tujipigie makofi. Lakini kitu kingine ambacho nataka nimfundishe mama aliyopo mahali hapa, sisi ni jeshi, lakini hili jeshi haliwezi kwenda pasipokuwa na makamanda. Kwa baba wote ni makamanda. Tupige makofi kwa ajili yao. Haleluya. Pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kamanda. Barikiwa sana baba. Ninashukuru sana. Haleluya. Unapomwona huyu, yani ana sifa zote za kuwa kamanda wangu. Mimi ni mwanajeshi, yeye kamanda. Haleluya. Yeye ndiye mwalimu wangu. Ukiona nafundisha, basi ujue nina mwalimu. Ukiona ninahubiri, basi ujue nina mwalimu. Haleluya. Ukiona ninaomba, basi ujue nina mwalimu. Ukiona ninanena kwa lugha, basi ujue nina mwalimu ambaye ananisogeza. Haleluya. Kipekee ninamshukuru Mungu kwa kuendelea pia kunivumilia. Nina madhaifu mengi, lakini kingine napenda kulishukuru kanisa la Mungu. Mama ni mwinjilisti, kwa hiyo wananivumilia sana. Katika hilo ninawapongeze sana. Nilianza nao wengi na wengine niliwakuta mtaani, majumbani, lakini walipoona roho ya uinjilisti inazidi kuwa kubwa, wengine waliishia njiani. Niwapongeze wale tunaoendelea kuvumiliana. Haleluya. Hii ni kazi ya Mungu, sio kazi ya Joshua wala Sarafina. Mungu awabariki sana. Haleluya. Amen. Napenda kumkaribisha baba. Naomba tusimame. Karibu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba chukua nafasi ukae, nitakuwa na maneno mawili matatu tu. Sitachukua muda mrefu kwa sababu najua tuna kazi nyingine huko nje. Haleluya. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru wote, ndugu, jamaa na marafiki na majirani
na wote ambao umefika kwa ajili ya kuja kushiriki pamoja na sisi katika siku hii muhimu ya kutimiza miaka 8 ya huduma mahali hapa. Ni washukuru sana kwa kuwa mmeendelea kutuvumilia na mmeendelea kushirikiana pamoja na sisi. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru viongozi wa kanisa. Mungu wa mbinguni awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nikusemeshe maneno mawili tu. Kama mtumishi wa Mungu alivyofundisha, jambo la kwanza, Mungu anapenda umoja. Hapendi utengano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipowaambia waimbe wimbo wao mmoja, tukaelewa wanachoimba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mrudishie mahali ilipokuwa baba, saidie kurudisha pale ilipokuwa. Haleluya. Na utapoteza nilichotaka niseme, sitaweza kusema kwa sababu siwezi kusema tena. Amen. Shetani si ashindwe jamani. Jamani, si shetani ashindwe. Jamani, shetani si ashindwe. Jamani, shetani si ashindwe. Maana neno langu ni sheria. Nitakachokuambia kitakusaidia maisha. Kwa shetani anafanya vita ili usikisikie. Haleluya. Mungu hapendi kutokupendana, anapenda mashirikiano. Amen. Lakini pia Mungu hapendi makelele. Tunapofanya vitu separate, mbalimbali, haleluya, Mungu hapendi, anapenda umoja. Hata serikali yetu inatangaza umoja. Haleluya. Haleluya. Na Waswahili wana msemo wao, nilonge nisilonge. Waswahili wana msemo wao, wanasema umoja ni nini? Ongeze sauti yangu fundi mitambo, Mungu akusaidie. Ndio tunamaliza, mnafungua hapo mnaondoka. Waswahili wana msemo wao, wanasema umoja ni nini? Utengano ni nini? Hapa. Umoja ni nini? Utengano? Sante. Lakini baada ya kusema hiyo, wewe usiyependa kushirikiana na wenzio, na naomba uanze kujitahidi kushirikiana na wenzio. Haleluya. Vitu havitakusaidia wala mali haitakusaidia, lakini shirikiana na wenzio itakusaidia. Amen. Jambo la pili ambalo nataka nizungumze kwa ufupi ni kwamba mafanikio ya aina yoyote hayapendi kelele. Nisaidie kusema nyumba yangu. Hapa sihubiri dini, nafundisha maarifa. Haleluya. Nafundisha nini? Nafundisha maarifa, jinsi ya kuishi na jamii. Amen. Mafanikio yoyote hayapendi kelele. Ili uweze kufanikiwa, unatakiwa ujitahidi kuwa na utulivu. Ukiwa waruwaru hautafanikiwa. Unanisikia? Halo? Kanisani kwetu huwa tunasema hivi, matajiri au watu waliofanikiwa huwa wanaishi mazingira gani jamani? Nisaidie kusema mazingira tulivu. Uongo kweli? Matajiri wote wanaenda kukaa Changanyikeni? Wanaenda kukaa wapi? Sehemu yenye? Mwambie jirani yako uliye karibu naye, mwambie hela hazitaki kelele. Mshike mkono, mwambie hela hazitaki kelele. Ukiwa na kelele hutapata hela. Nimekupa mfano wa kwanza, nafikiri umeuelewa. Yaani ukishapata tu maendeleo au mafanikio, hutakaa sehemu yenye kelele. Utatafuta sehemu yenye utulivu. Ni kweli kabisa. Kwa ukiona wewe kwamba maisha yako bado katika mazingira ya kelele, ujue kabisa huna nini? Mbona unaogopa kusema? Sema huna hela. Haleluya. Amen. Kwa ukishapata hela, utahama tu sehemu zenye kelele. Mabaya yako kwenye maeneo tulivu? Hapana. Madisko? Hapana. Hivyo vitu vyote viko sehemu ya watu ambao bado hatujapata. Haleluya.
Mwambie mwenye ndoa na anaishi na mwenzie, mwambie kwenye ndoa yako ili ufanikiwe usiwe na kelele. Yaani ukiwa na kelele tu, hela zinakimbia kelele. Umesikia? Umesikia kijana? Umesikia binti? Umesikia mama? Rudia kwa sauti kubwa, sema hela hazipendi kelele. Kwa wewe kama una kelele utaishia na hali hiyo hiyo. Anza kujifunza kufanya vitu vyako kwa utulivu. Fanya kwa akili, utapata. Utapiga hatua. Halo? Mmenielewa? Mmenielewa? Ukiwa wewe hata na mali zako na kiduka chako na biashara yako, mali pako usipende kuwa kijiwe cha kelele. Hela zitakimbia. Uwe na utulivu, watu watakuamini. Watu watakuelewa. Watu watakupa michongo. Watu watakupa madini. Lakini ukishakuwa mtu atalalila, watu hawakuamini na wala hawezi kukupa michongo. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Shangilia makofi na vigelegele. Ninaomba uondoke na hilo na Mungu akusaidie. Haleluya. Basi baada ya kusema hayo, watu wa jikoni mko tayari? Sisi tuko tayari kwa ajili ya kuhudumiwa. Watu wa jikoni kama mko tayari, basi kwa kuwa tulishaomba na mimi nimekupa neno hilo, uondoka nalo. Kafanye research ya kwako peke yako. Haleluya. Kafanye research ya kwako peke yako. Walio na mafanikio ni watu ambao wana utulivu. Walu hawapati mafanikio, kwa sababu mafanikio yanakimbia kelele. Kama hawajamaliza chakula endelea Wako tayari. Haleluya. Karibu sana hapa ndo Gosheni, mahali salama. Tuna madini ya kila aina. Amen. Mungu ametusaidia. Tunapenda watu wengi tupige hatua. Mtumishi wa Mungu tuliyekuwa naye jana, wakati wanaendelea kunawisha, wameshaombea chakula. Mimi naendelea kukuongezea kitu viwili vitatu. Ninaomba wale ambao wanatakiwa kuandaa mazingira hapa, tunakula wote hapa. Amen. Kuonesha unity, kuonesha upendo. Amen. Vijana mlioandaliwa kwa ajili ya kuandaa vitu vya wachungaji, naomba muendelee. Haleluya. Mtumishi wa Mungu tuliyekuwa naye jana na juzi alituambia jambo moja kubwa sana, na jambo hilo naomba nikwambie. Alisema hivi, nisaidie kusema kwa kuwa bado hujaanza kula, sio mbaya kunitekea. Amen. Ukishaanza kula nitakuacha. Hii ni maarifa na kugawia. Ukitaka beba nenda nayo, ukitaka yaache hapa hapa. Amen. Alituambia hivi yule mtumishi wa Mungu, unapofanikiwa kwa hatua yoyote, amen, usiache kuambatana na ndugu zako. Chagua watu wa kuenda nao. Halo? Halo? Kuna watu ni wachoyo, naomba niwasaidie. Haleluya. Usiwe mchoyo. Mungu akikusaidia, Mungu amekupa neema, umepata mchongo wa bodaboda na unamwona mwenzio hana kazi, mpe naye mchongo. Haleluya. Hauwezi jua, unaweza ukapata matatizo, hutakuwa na mtu ataka kumwomba shilingi 200. Lakini kama kuna mmoja ulimvuta mkono, utaenda utamwomba, atakusapoti. Nisaidie tu kusema nimekuelewa. Wenye nguvu huenda wawili au watatu. Wenye nguvu huenda wawili au wangapi? Au watatu. Usijione una nguvu ukiwa peke yako. Unanielewa? Unapokuwa na nguvu peke yako, hauna mtu mwingine nyuma, maana yake utakapoanguka vitu vyote vimefanyaje? Vimeanguka. Wahubiri mnanisikia? Waimbaji mnanisikia? Wainjilisti mnanisikia? Wafanya biashara mnanisikia? Mitume mnanisikia? Manabii mnanisikia? Haleluya. Nenda na wengine, wafundishe na wengine, wabebe na wengine. Halo, nilikuwa nazungumza na viongozi wangu kanisani kwetu.
Haleluya. Nikawaambia hivi, kinacholiua kanisa si kingine bali ni roho ya umimi. Roho ya umimi ndio kinacholiua kanisa. Na umimi unatokeaje? Halo. Sasa hapa nazungumza na jamii, sizungumzi na kanisa. Haleluya. Nazungumza na sisi wote. Kinachotuua tusishindwe kuendelea ni kwa sababu ya umimi. Ishindwe hiyo roho katika jina la Yesu. Ishindwe hiyo roho katika jina la Yesu. Kinatuua kwa sababu ukishapata hautaki mwingine apate. Kanisa linakufa kwa sababu hii. Mimi leo najua kufundisha, amina, lakini siandai mtu mwingine kuja kufundisha. Hajui kufundisha, simshiki mkono hata kama hajui kufundisha. Nimpe dakika 5, nimpe dakika 2, nimpe dakika 1, afundishe naye kwa udogo ule asiojua. Haleluya. Mnanielewa? Hata wababa tuwaamini watoto wetu, hata wamama tuwaamini watoto wetu. Hata jua kusonga ugali, usipompa ajaribu kusonga, akipika mbichi ndio anajifunza. Mnanielewa? Baba, usimnyime mtoto baiskeli, usimnyime bodaboda, usimnyime kagari kako. Muamini kwenye kile ulicho nacho. Haleluya. Msogeze kwenye biashara zako, msogeze kwenye kazi zako. Haleluya. Mnanielewa jamii? Haleluya. Usiwe na umimi, ujue mwenyewe. Hapa tuko karibia na bahari, si ndio? Hapa tuko karibia na maji, si ndio? Kuna wazazi wengi hapa, sisi ni wavuvi, lakini unaanza kuwaza, mtoto wangu ninapelekaje kwenye maji? Mpeleke. Haujui kesho, anayejua kesho ni Mungu. Haleluya. Jamii, mnanielewa? Watu wa Mungu, mnanielewa? Mnanielewa? Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ukiwa peke yako utakuwa dhaifu tu, lakini mkiwa wawili, ukichoka atakuwepo mtu wa kukuinua, atakuwepo mtu wa kukusapoti. Wanakwaya, wewe ukishakuwa na kasauti kazuri, basi unataka nyimbo zote uimbishe wewe, ushindwe kwa jina la Yesu. Mwelewana? Mwimbaji unataka basi wewe kila kitu uimbe mwenyewe. Hapana, hiyo sio roho ya Mungu. Hata yule asiyejua kuimba mpe nafasi. Hata kucheka ni utukufu kwa Mungu. Hamjui kama kucheka kunamfanya mtu apate afya? Maana yake yule asiyejua kuimba asingeimba, wewe usingecheka. Na ukicheka umepata afya, kwa amekutibu kwa namna nyingine. Haleluya. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naona chakula kinaanza kuja. Ninawapenda katika jina la Yesu. Tukutane uwanjani, nawapenda katika jina la Yesu. Karibu sana viongozi wangu na MC. Mzee Antoni, karibu kamate maiki. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nawapenda. Vijana hapo nyuma, mimi nawapenda. Huwa hamnielewi mara nyingi, hata nikipita mtaani huwa hamnielewi. Na niongea naga kama mzee ule kauzu hivi. Sio kauzu, ni vile Mungu tu alivyoniumba. Haleluya. Niko hivyo tu. Haleluya, lakini nawapenda. Haleluya. Naombea mema. Haleluya. Naombea mafanikio. Haleluya. Naombea kuinuka. Haleluya. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Karibuni sana. Kama kuna jirani yako, kuna rafiki yako yuko karibu, umemnyima kumpigia simu, ndio tulichokataa ni umimi. Muda wa chakula tunacho cha kutosha, mwambie aje. Pigie simu asogee. Na Mungu atubariki. Haleluya. Haleluya. Wakati tunaendelea kula, nataka nikupe historia fupi kwa ajili ya kanisa letu. Amen. Kanisa letu la Goshen
Ni kanisa ambalo limeanza mwaka 2018 tukiwa tukisalia pale ndani tukiwa kama familia. Amen. Tulikuwa familia tu ya watoto wawili na kijana mmoja na binti mmoja. Kwa ni familia ambayo ilianza na watoto 4, lakini tukiwa na waimbaji wakubwa, tukiwa na kaka Itiziaki ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa sifa, tukifuata akiwa na dada ya Zalina ambaye sasa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, na wote wapo shule. Amen. Wakiwa wadogo kabisa, kaka akiwa darasa la kwanza na mdogo akiwa chekechea. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa baraka na walitia moyo sana, lakini bila kumsahau popote alipo kaka Beli alikuwa baraka mahali hapa. Tulikuwa naye kijana na tulikuwa na binti mmoja anaitwa Flora, wote tulikuwa nao. Tulipambana kwa muda wa miaka 2 tukiwa wenyewe, lakini Mungu alitupa neema. Sura ya kanisa ilianza kufunguka mwaka 2020 ndipo ilifunguka. Kwa wale ambao wako kwenye grupu la kanisa, utaona nimewekea picha pale. Utaiona picha ya kwanza, utaiona na picha ya washirika wa kwanza. Mungu awabariki sana. Amen. Hizi ndo nafuta moja. Hizi hapa sijakopa bila nafuta moja. Ila kwenye hizi na bodi pesa alikopa. Basi ndio niacha zinaingia hapa. Kwenye bodi. Wasiwasi, chakula kipo cha kutosha, kila mmoja tutamfikia mahali alipo. Chakula kipo cha kutosha, tutakufikia mahali ulipo, siwe